Na mengi, hili nimetaja item moja tu, mgawanyo wa rasilimali. Lakini tukienda kwenye uvunjifu wa katiba ya chama, katiba ya chama imekuwa haiheshimiwi na hasa viongozi waliopo madarakani sasa hivi. Na nitazungumza kwa nini, hoja ambayo inatembea sana kwamba kwa nini alikuwepo madarakani miaka kadhaa hajazungumza hili, anazungumza sasa kwa sababu ameshindwa uongozi, ameshindwa kwenye uchaguzi, anakuja kuzungumza. No. Nimeyazungumza haya ndani ya vikao. Mimi mwaka 2020 niligombea kuwa mgombea wa urais Zanzibar. Baraza kuu la chama, mkutano mkuu wa chama ukanipitisha kuwa mgombea wa urais. Mheshimiwa Lissu aligombea naye kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Mkutano mkuu wa chama ukampitisha kuwa mgombea wa rais. Tena ulimpitisha kwa kura, mimi ni bora nimepita kwa kura nyingi kwa sababu mimi nilikuwa nagombea peke yangu. Yeye aligombea na Mheshimiwa Nyarandu. Leo Mheshimiwa Lissu bila kujali, bila kuheshimu katiba ya chama, vikao vikubwa vya chama, amekuja jukwani Zanzibar akatangaza kuniondoa kwa mgombea urais. Mkutano ambao tumeufanya sisi Zanzibar. Tumeufanya sisi mkutano Kibanda Maiti, anakuja yeye kama mgombea wa urais na mgombea mwenza wake anakuja anazungumza kuniondoa mimi mgombea wa urais. Mamlaka haya anapata wapi katiba? Na tunaposema tunahitaji mahakama ilione hili na mambo mengine mbalimbali. Amefanya hilo jukwani. Tumerudi kwenye vikao halali vya chama, kamati kuu ya chama, wajumbe wakasimama juu ya mgogoro huu. Inakuwaje? Kama kawaida yao, kasimama Lissu, katoa hoja ambazo hazina mashiko, hazina msingi. Mimi nikatetea msimamo wangu na hizo hoja, na Zanzibar tukasimama. Mwisho wa siku Mnyika alitangaza hadharani tumfukuze, tumpokonywe kadi. Hivi mnaona kuna kitu gani hapo kinachofanyika? Sasa unapoyazungumza haya, na ndio nikasema sitaki nizungumze, nina mengi. Mimi ni nilikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema zaidi ya miaka 15. Kiongozi katika ngazi kama hii wa miaka hiyo ni maktaba. Kiongozi katika ngazi kama hii wa miaka yote hiyo ni library. Wasinichomoe au wasituchomoe Zanzibar. Tukazungumza, kuna mengi. Haya yote ninayozungumza, wengine wanadai shehe nzima mwezi wa Ramadhani unaongea vitu hivi, ni bora utafutiwe kitimoto na ndizi ukazie. Hebu tuheshimiane kwanza kwenye dini. Mimi nimezungumza ndani ya Ramadhani kwa sababu ninachokizungumza na kiamini mbele ya Mungu ni cha ukweli na ni cha haki. Na vita ya haki kwa sisi Waislamu, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wake. Sasa wache maneno haya ya kutufanya tuje tuzungumze vitu vingine ambavyo kwa kweli itaonekana Chadema ni chama cha aina gani. Hatutaki tuzungumze haya.